Praise the Lord once again. Ni siku nyingine tena ambayo tumekutana. Ni siku ile ya 3 na ya mwisho ya maombi ambayo Baba Nabii alikuwa akituombea shida zetu na mahitaji yetu akiwa kule mlimani. Today is the last day of our prayers, whereby the man of God, our Father, he was there on the mountain praying for us and asking God to show him what to speak to us about our lives. Today, leo nilikuwa ninataka kuzungumzia jambo fulani. Katika siku hii ya mwisho, we have been learning the past 2 days kwamba siku ile ya 3, ile siku ya kwanza tulivyoanza tuliongelea habari za imani. Ya pili jinsi ya kujitakasa ili tuweze kuanza maombi haya na katika kipindi kwanza vizuri na kumruhusu Mungu achukue nafasi katika maisha yetu. Within the first day we spoke about sanctification, and we spoke on how to clear ourselves, to prepare our hearts to receive God during this period of time which we are in a period of prayers. Siku ya pili we spoke about it was yesterday, we spoke about how to overcome different temptations and how can a Christian overcome temptations and different things ambazo we can use to take courage. Jana tuliongelea jinsi majaribu kwa Mkristo, tuliongelea jinsi ya Mkristo anavyoweza kushinda majaribu na lengo la majaribu kwa Mkristo, na tuliongelea jinsi ya kusimama imara. Today as we are finalizing, is the 3rd day. Leo ni siku ya 3 na tunahitimisha zile siku 3 ambazo tulikuwa katika maombi akiongozwa na mtumishi wa Mungu baba yetu Nabii Joshua akiwa kule mlimani akiomba kwa ajili ya shida zetu na changamoto mbalimbali kwa ajili yetu. Mtumishi wa Mungu anaendelea na maombi huko alipo. The prophet of God is still proceeding with the prayers there on the mountain where he is now, and us as he is proceeding na prayers, we will still proceed with our heartful lessons. Wakati yeye anaendelea kuomba kwa ajili yetu na kumweleza Mungu changamoto zetu, sisi tutaendelea na vipindi vyetu vya kuandaa mioyo yetu kupokea yale ambayo tunatarajia mtumishi wao kutoka mlimani kwa ajili yetu. I have not much to explain about. I have a few things to share with you today. Sina mambo mengi ya kuelezea siku ya leo wala ya kusema, lakini kuna mambo machache ambayo nimeandaa na ninaamini yanaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine. During this last day, now, as how I said before, when we at the edge of our battle to our success, a lot of things happen in our lives. Kama nilivyosema hapo mwanzo katika vipindi vya nyuma kwamba tunapokaribia kwenye mafanikio yetu, tunapokuwa kileleni mwa mapambano yetu, tunakaribia kuanza mafanikio yetu, mambo mbalimbali huwa yanatokea. Na kwa sababu leo ni siku ya mwisho na kesho tunatarajia kupokea mambo mengi ambayo Mungu and to tell you to the word of God. The word of God speaks to me and says I have to emphasize more, to tell you more words which may encourage you so as you cannot give up at the end of your battle. Sauti ya Mungu inasema na mimi kwamba ni kueleza
from the Bible. The Bible, John chapter 16, verse 3, the Bible says, I have told you so that you will have trouble, but take cha Yohana ule ukurasa wa 16 mstari wa 33, kuna maneno ambayo Mungu anasema kwa ajili yetu. Mungu anasema kwamba ameishinda dunia, yale yote ambayo tunayapitia, maana yake Mungu atatushindia. Mstari huu ni mzuri sana kuutumia katika hiki ambazo dakika za mwishoni katika kipindi hiki cha maombi. This Bible verse is very important for us to use it, especially within the very last moment of our 3 days prayers. This Bible siku ya leo, I want just to encourage you more. Nataka ni kusisitiza zaidi ni siri kwa karibu yako. Utaelezea namna gani Mungu amekufanyia na kutendea kwenye maisha yako. Tomorrow will be the day which each one of us will be celebrating. Each one of us will testify about each single miracle that God has done in his or her life. One thing I have to tell you, whenever anything that you are praying now, that you are praying for to get now, you will sure get it. Don't hesitate that it takes so long for you to receive. Just know that one day you shall receive, because always prayers just delay. Maisha yote ambayo tunayatamani, maisha yote ambayo tunaomba, tunatamani Mungu angetupatia, tutayapata. Haijalishi unachelewa kuyapata, lakini usizani kama hutoyapata. Kila mtu atayapata kwa wakati sahihi, kwa sababu siku zote maombi yanachelewa lakini hayafi. God is listening our prayers. Mungu anasikiliza maombi yetu. And when we are praying, the delays just means that our time is not yet. It doesn't mean that our prayers are dead and God doesn't hear them. Unapomuomba Mungu kitu haimaanishi kuwa maombi yako hayana thamani na yamezimika, yamekufa. Lakini inamaanisha kwamba utapata kitu hiko kwa nafasi katika maisha yako. The prayers do not die. Maombi huwa hayafi. I want just to tell you something, my fellow friend, today. Changer of history. So, do not allow the whole of doubts and patience for many. Usiruhusu shimo la hofu ni unachotakiwa kufanya ni
without forgetting that who you are. Narudia, badilisha moyo wako, mtazamo wako kwa namna moja ama nyingine. These are very, very important words which can change your attitude in one way or another. Wewe ni mshindi. Wewe ni mbadilishaji wa historia yako. Usiruhusu shimo la shaka na hofu kunyang'anya na kuchukua ni nani. You are a winner. You are the changer of your history. Don't let the whole of doubts that happen in your life drag away your dreams. Always use your inner strength. And remember who you are. Ukizingatia maneno haya yatakusaidia kupiga hatua moja ama nyingine kama maisha yako. That it is a very small step or a very simple step, but every step you make in your life has a contribution in your general success. Kila hatua unayopiga katika maisha yako, haijalishi ni ndogo, haijalishi ni hatua moja, ina mchango mkubwa wa wewe kufikia hatima yako. Ukishajua wewe ni nani, unaweza kufanya mambo mengi ambayo hayajategemea jinsi ulivyo wewe, unaweza kujitengeneza kuwa wewe na kusimama kama wewe. When you understand who you are, it will help you to create a really you and make them wonder that you are able to do things which they do. You are able to do things that they thought that you can do. You are really you. Kwa hiyo amua leo kujua wewe ni nani na nini unataka. Bado kuna nafasi kwa wale ambao hawasi ya kuandika changamoto zako. Andika changamoto zako, na changamoto zako zitamfikia baba yetu mtumishi wa Mungu Nabii Joshua huko mlimani moja kwa moja, na ataziungamanisha na kumweleza Mungu kwa ajili ya maisha yako. Because when you get a chance, maybe it's your first day today, you have switched on your television. Don't hesitate. Just send your problems, and the man of God shall receive them directly and deliver them to God. You have to make a decision to know who you are so that you get what you deserve. Ni lazima ufanye maamuzi ya kujua wewe ni nani ili upate kile unachotakiwa. People don't get what they desire. People get what they deserve. Watu huwa hawapati wanachotamani, watu wanachostahili. So, because we know that we deserve shining brightly, we deserve marvelous colors, we deserve marvelous successfulness. Kwa sababu tunajua kwamba sisi tunastahili kupata mafanikio makubwa, tunatakiwa kufanya maamuzi. Haujachanya maamuzi, fanya maamuzi leo.
When you and I forgot one of the very important thing. You know, one among the things which really drag Christians down is only one thing. Kuna kitu kimoja ambacho kinawarudisha nyuma Wakristo wengi. And I want to share that secret with you today. Kuna siri moja ambayo huwavuta chini Wakristo wengi. Nataka kushare siri hiyo na wewe leo. Natumaini upo tayari kuijua siri hiyo. Do not complain a lot. God knows His really purpose of making you pass through all things you are passing through. Usilaumu. Mungu anajua sababu ya kukupitisha kwenye changamoto unazopitia sasa hivi. Katia nini? It doesn't matter what are you going through. Always remember that there is a reason for God to make you pass in that way. Haijalishi unapitia changamoto gani, siku zote jua kwamba Mungu anayo sababu ya kukupitisha kwenye changamoto hiyo. And because He has a reason, He also have a solution. Na kwa sababu ana sababu ya kukupitisha katika njia hiyo, basi amini ana suluhisho la kuchatua changamoto hiyo. Because He has a reason, He has a reason to let you pass through the things you're passing through. Simultaneously, He's going to give you a solution. Kwa sababu yeye anajua sababu ya wewe kupitia changamoto hizo, basi sambamba na yote hayo, ana njia ya kukufanya ushinde changamoto hizo. When God told Abraham to sacrifice his begotten son, He prepared for him Mungu alipomwambia Ibrahimu amtoe sadaka mwana wake wa pekee, alimuandalia mwana kondoo wa kumtoa. We see that every situation you're passing through, God has already in the Bible, among the verses of the Bible says, when your enemies enter in your life in one way, I shall let them move away in 7 doors. Maadui zako atakapoingia kwenye maisha yako kwa kutumia mlango mmoja, amini Mungu atawatoa kwa kutumia milango 7. Kwa hiyo everything in your life, kila changamoto ambayo unaikuta kwenye maisha yako, Mungu ana njia mbadala kwa kutatua changamoto yako. When He gives you life A, He gives you solution B. Anapokupa maisha A, anakuandalia njia B. So
when this path ili afike sehemu fulani, then you shall get. Inapofika muda maalum ambao Mungu anaamua sasa mwanangu anatimia muda wake umefika apite kwenye njia fulani, basi utapita. So my fellow Christians, my fellow friends, my loved ones, don't never give up. A mistake that you should never do in your life is to give up. When you give up, you lose every opportunity that was ever meant to appear in your life. Kosa kubwa unalotakiwa uepuke kulifanya ni kukata tamaa. Ukikata tamaa ya nafasi nyingi ambazo zingetokea kwenye maisha yako. These simple words, haya maneno can create our greater hearts, can create a greater us. Maneno haya marahisi yana uwezo wa kujenga kwa ukubwa zaidi mioyo yetu, kuifanya mioyo yetu iwe imara. These simple words aim to encourage you. Maneno haya sumuni lake kubwa ni kukutia moyo na kukuhakikishia kuwa njia sahihi ni hiyo ulioichagua. This is the right choice you have made. You can refer to a lot of testimony that God has done to several people. I am a witness, and I'm among the ambassadors of what God can do through this ministry. Mimi ni moja wa mashahidi na uweza kushuhudia mambo mengi ya ajabu ambayo Mungu ameyafanya kupitia huduma hii. So every single word that the prophet says, believe it's real. Kila neno ambalo nabii wa Mungu anasema kwenye maisha yetu, amini. Ukifuatilia shuhuda nyingi, there are a lot of miracles that God has done. Kuna mambo mengi ya ajabu which I've never ever expected. They came true. I have witnessed that the day people became alive again, the blind saw. Nimeona mambo mengi ya ajabu ambayo sijawahi kutegemea. Viziwi walisikia, viwete walitembea, mabubu waliongea, walikufa walifufuka. So you can see how God can really do miracles. Unaweza kuona ni kiasi gani Mungu anaweza kufanya mambo ya ajabu ambayo wanadamu hatuwezi kuyafanya. Na kwa sababu wanadamu hatuwezi kufanya mambo hayo kwa uwezo wetu, ndio na Mungu aliowajaza roho yake kutenda mambo yasiyowezekana duniani. Because God knew that no any human being can go that extent with own ability. He decided to pick his representative, which he anointed them with his spirit so that they can make the impossible be possible. They can create the world's illusion into reality. Mungu amechagua watu ambao ameamini kuwa wanaweza kufanya yale mambo yasiyowezekana duniani kuwezekana. Na watu hao are the current prophets of God. Ni manabii. The really prophet is
is the one who uses the name of our God, who will lay our faith on, the mighty Jesus Christ, our Messiah. The really prophet of God is the one who made the heavens reality happen in our current world. This word can be difficult to understand. Kwa Mungu ni yule mtu anaye ni mtu mwenye kipawa, mwenye kibali cha kufanya mambo ya kweli ya mbinguni, mambo ya kweli ambayo Yesu kutokana na nguvu yake ya kiungu kutokea duniani. Jesus healed people, and the prophet of God do heal people the same. Jesus used the name of our heavenly God when curing people, and our current prophets do the same. This is enough to show us they are chosen by God, and everything that comes through their mouth is directly from God. Yesu aliponya watu kwa nguvu ya kiungu. Aliwafundisha watu mafundisho ya kiungu. Yesu aliwafundisha watu kumheshimu. That's why he says, yule anayenika leo nitamkataa mbele ya Baba yangu. Do you get my point? Hili lina kabisa kutuonya mtumishi wa Mungu anasema katika maisha yetu kimetoka moja kwa moja kwa Mungu, kwa sababu anapita ndani ya misingi aliyopita Bwana Yesu. So every single word that the prophet said, it's real, because he has said within these 3 days he's on top of my mountain praying for us, calling our needs then, so that God can help us to him, so that he can speak, then believe. Mungu ni lazima afanye kitu kutokana na maombi haya ambayo mtumishi wa Mungu anayafanya. Kwa sababu neno la yeye kukaa imani, kuomba kwa ajili ya shida zetu limetoka kwa Mungu. Yeye hupokea sauti na huwakilisha sauti ya Mungu kwa sisi. Unapokataa sauti yake, I want to clear your doubts. Nataka nikufute mashaka kabisa. As long as you have believed on this ministry, you have believed that when I really like my needs, the man of God goes with them to the mountain and prays for them, I will surely receive. Then you will fully receive. Kama umeamini huduma hii ni ya kweli, Mungu kwa baba yetu Nabii Joshua ni wa kweli, ninaandika maombi haya na baba nabii atapanda nayo mlimani na kuomba kwa ajili yangu, ili Mungu aseme kitu naye kinachohusu maisha. Basi lazima upokee, kwa sababu umeamini. Umeamini neno la nabii, umetii sauti ya Mungu. You have heard the voice of the prophets. You have really respected the sound of God. So, ninachotaka kukuambia siku ya leo, kama hujapata bahati ya kuona mabadiliko katika maisha yako, jua kwamba sio kwamba Mungu hajasikia maombi yako. Ameyasikia, anasubiri wakati sahihi wa kukufanyia. And the prophet of God tomorrow, kama tulivyosema, and as how nimekuwa nikiwakumbusha daily,
that tomorrow will be a wonderful day. Kesho ni siku ambayo usipangi kukosa. The man of God read your name. Atasoma jina la mtu mmoja mmoja. Atatabiri juu ya maisha yako. Atakueleza umepata hiki kwa sababu ya hiki, unapitia hiki kwa sababu ya hiki, fanya hiki ili upate hiki. The man of God will read every single name that is written in our record book. He will read and he will prophesy to you. You are passing through this because of that. Do this so that you can get that. So if you want the man of God to say something about your life, so that you can be revealed, that if you didn't get a chance to write your message to tell about your problems, then do it now. You still have time. Kama hukupata nafasi ya kuandika shida zako, kueleza changamoto, bado hujachelewa. Tuma ujumbe wako kwenye namba 0742141414 na ujumbe wako utamfikia mtumishi wa Mungu moja kwa moja. Na kwa sababu ujumbe wako utamfikia, shida zako zitafikia mtumishi wa Mungu moja kwa moja, basi ataziwasilisha na utapokea, na kesho atatabiri juu ya maisha yako. Atasema jina la mtu mmoja mmoja na atatabiri juu ya maisha yako na nini unatakiwa kufanya, upige hatua fulani, and each one of us shall receive. These few words are spoken to you today. This short time that are spoken to you today, let it make a very great change in your life. Use this word. Maneno haya niliyozungumza na wewe leo, yatumie kukufanya upige hatua fulani kwenye maisha yako. Unapopitia changamoto ambazo zinaweza kuzofisha moyo wako na kufanya ukati tamaa, kumbuka mafundisho haya na utasimama imara. Mafundisho haya, these teachings, today's words are the nutrients of your heart. When your heart is heartbroken, when your heart is weak, when your heart is broken down, these are the words to make you stand again. Moyo wako unapokata tamaa, unapodhoofika, tumia maneno haya. God knows the reason why you are passing through all those, and God has found for you a solution to deal with your problem, and this is the solution. Mungu anakupenda sana na anaelewa sababu ya changamoto unazopitia. Anaelewa kwa nini unapitia changamoto hizo. Na kwa sababu anaelewa, amekupatia njia na njia. So, you'll decide. Are you moved of you? Are you resting for the other person to come in front of you? You're going to take an example. You are going to that you have stood for a long time, and each bus that comes in front of you has another route. And finally, it comes a bus very full. You can't even get a place to breathe. But it's the only bus to let you reach your final point, your destination. Now, it's your decision. Are you ready to climb the bus, fight over so that you can reach where you are? Or you rest, wait for the bus to come another day? The choice is yours. Chukua mfano, uko unataka kwenda mahali fulani.
Umesimama katika kituo cha mabasi, unasubiri basi la kukupeleka sehemu unayotaka kwenda. Ukiwa umesubiri kwa muda mrefu, kila basi linalopita haliendi unapotaka kwenda. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, likapita basi linaenda sehemu unayotaka kwenda, lakini limejaa, hakuna hata sehemu ya kupumua. Yaani watu ni wamebanana. I think you understand the situation nikisema basi limejaa, overcrowded. Wote tunaelewa. Sasa ni maamuzi yako. Unapanda basi hilo, uko tayari kupambana na kupanda basi hilo ili tu ufike unapoenda, au upo tayari kuendelea kusubiri basi lingine ambalo hujui lini litapita. Walk within this idiom. This is a proverb. This is a parable. Hili ni fumbo. Fumbo hili. Upo tayari kupambana au utasubiri muda usiojua saa ngapi utafika unapoenda? Baada ya kufikiria kwa umakini, fikiria kwa makini na ufanye maamuzi. Utakapofanya maamuzi, utaelewa nini maana ya fumbo hili. Take time to think carefully about this parable. Make a choice. When you make a choice, you understand what the parable really means. I keep insisting, if you couldn't get a chance to send your message, then just do it now. You have not delayed. Better late than never. Kama hukupata nafasi ya kutuma message yako, kueleza shida zako, fanya hivyo sasa. Fanya hivyo sasa na Mungu atafanya mambo ya ajabu katika maisha yako na utakuwa miongoni mwa wale watu wanaoshuhudia siku ya kesho. After hearing these words, baada ya kusikiliza mafundisho haya, calm your heart down, tuliza moyo wako na fikiria, ninaweza kufanya nini na Mungu kwa wakati gani ili nipate kitu fulani katika wakati upi? Fikiria nini ya Mungu na kwa wakati gani? Bado muda tunao. Leo ni siku ya mwisho, nasi hapa atatabiri juu ya maisha yetu, atafungua maisha yetu, atafanya jambo ambalo Mungu amemtuma afanye na aseme juu ya maisha yetu. Sambamba na hayo, tusiwe na mioyo migumu, mioyo mizito ya kuelewa nini Baba anafanya kwa ajili yetu, nini Mungu anataka kutoka kwetu, ili aendelee kumfunulia mtumishi wa Mungu mambo mengi zaidi juu ya maisha yetu. Use this time, tumia muda huu, tuma sadaka yako, kiwango chochote ambacho Mungu amekubariki.
kiwango chochote ambacho unahisi hiki nikimtolea Mungu, kweli atajua thamani ataelewa thamani yangu kwake. Nikimtolea kiasi hiki Mungu ataelewa kwamba moyo wangu umefunguka kuungana na mtumishi wake ili anivushe kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua hii. Tuma sadaka yako. Namba ya kutuma sadaka ni hiyo inayopita kwenye yako 0414. Say any amount that you really think this amount will really change my life. This amount will really soften God to speak to his prophets. Ili afanye jambo kwa ajili yangu. Kupata baraka ni mbinu. Jana niliwaeleza juu ya habari ya Esau. I spoke to you about Esau yesterday. I told you that to get blessing is all about your strategies, your ways, your tricks. So it's your duty. Ufanye nini ili Mungu akubariki? Umfanyie nini baba yako ili Mungu amshushie bali chakula? Tomorrow don't promise. Tomorrow is the day of our victory. Kesho ni siku muhimu sana sana sana. Nimeweza kusisitiza toka mwanzo wa kipindi cha maombi, toka Jumatatu, Jumanne na Alhamisi ndiyo siku ya muhimu zaidi. In this final day, siku ya mwisho, baba nabii anahitimisha maombi. Usipange kukosa kuwa miongoni mwa wale watu waliochaguliwa kubarikiwa. Tuma sadaka yako na Mungu akisend your offerings, the number 0742141414, and God shall bless you other things in your life. Our heavenly mighty Father sees our souls. Our heavenly mighty Father sees our hearts, sees our concern, and he can never leave us while he sees that we really value what is in our life. Mungu anaona mioyo yetu na anaona roho zetu. Hawezi kutuacha kwa sababu anaona ni jinsi gani tunawiwa ndani ya nafsi zetu na kuheshimu kazi yake. This is our last day of prayer. Mtumishi wa Mungu yupo ameomba kwa ajili yetu, anamweleza Mungu changamoto zetu, amuonyeshe nini afanye kwa ajili ya watu wake. Watu walioamini huduma hii, watu waliokuwa tayari kusimama naye, watu walioamini kwamba ni kweli ametumwa na Mungu. I really devoted, they believe that this is a gift of God. And because you have keep trust on this, you shall really do something in your life. Don't be lonely, don't be heartbroken, your time is nearby. Usikate tamaa, usizoofike, usiwe mpweke, muda wako
a short time lesson, lakini ninaamini kuna kitu fulani kimejengeka ndani ya mioyo yetu, na kuna hatua fulani tumepata kitu fulani kwenye maisha yetu kupitia mafundisho haya leo. We have received through this short lesson, and there is something that it has really happened, can change our lives from one step to another. We are about to finalize our lesson, and kwa wale ambao hawakupata nafasi, endelea kutuma meseji, eleza changamoto zako na mtumishi wa Mungu atazipokea moja kwa moja na kuziwasilisha mbele ya Mungu. If you couldn't get a chance to write a message telling your problems, your challenges you're facing, just do it now. The prophet of God will receive them directly and shall deliver them directly to God, and you receive your miracle. And tomorrow will be the day of victory to you and the day of testimony. You testify what the Lord has done to you, and the prophet shall testify to you. Mambo ya ajabu yaliyotokea kwenye maisha yako, lakini utatabiriwa. Mtumishi wa Mungu atatabiri kwa ajili yako, atatabiri juu ya maisha yako, na atakuelekeza nini cha kufanya ili ufikie sehemu, upige hatua fulani, na mambo yataenda kama tulivyotarajia, na baraka za Mungu zitaendelea kuonekana na utukufu wake utaendelea kudhihirika. As long as tomorrow will be the day of testimony and victory, tomorrow will also be the day with the glory of the honor of God and the name of God will be honored and glorified among nations. So because we have decided to be ambassadors for the ministry of God, na kwa sababu tumeamua kuwa mabalozi wa huduma ya Kristo, basi kesho tutashuhudia. Usipange kukosa miongoni mwa wale watu ambao watashuhudia. As we are finalizing, kwa sababu tunafikia mwisho, I shall begin. I shall start just shoot to from this day to the next day. Our heavenly mighty King, thank you for this holy time that you brought to us. Thank you for this moment that you have just given to us. Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu, Mungu katie mahali pa juu, asante kwa ajili ya nyakati huu na muda huu ambao umetupatia. Your sons, children, we are in front of you. We believe that tomorrow will be the day of our victory. Then let us bright like a star. Let us shine like a rainbow, and let us narrate the world what you have done to us, and let the world know that we have not made mistakes to shoot this ministry. We have not made mistakes to be ambassadors of your name. Naomba kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya siku ya kesho, tunatamani sana kila mmoja wetu kesho awe mshuhuda na awe mshuhuda na ashuhudie mambo makuu ambayo tendea katika maisha yako. Kwa balozi wa huduma yako, basi tunataka kuonyesha mataifa kwamba tunafanya chaguo baya na tumechagua chaguo sahihi kabisa, na jina na utukufu wa jina lako litaendelea kutukuka huko mbinguni na hata duniani. We pray this in a heavenly mighty name. Amen. Thank you for watching, and I still emphasize you, tomorrow don't plan to miss. Tomorrow very, and let the name of God be glorified.